Nikukaribishe sasa katika mwendelezo wa somo letu la pili ambalo tulikuwa tunajifunza hapo nyuma, ambapo tumejifunza tukatembea na kichwa cha somo kilichokuwa kinasema kwa nini mambo yako yanakwama. Kuna watu wengi mambo yao yamekwama na wanatamani mambo yao yasikwame, na wanatamani wavuke, wasogee, waendelee, washinde, wapite, lakini kila wanapojitahidi kufanya wanashindwa. Ngoja nikwambie, tumejifunza hapo awali, tukaona katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 10 na mstari wa 21, tukaona kwamba wako watu ambao mambo yao yalikwama kwa sababu hawalikuwa hawaulizi kwa Bwana, hawakuuliza kwa Bwana. Jifunze kuwa mtu wa kuuliza kwa Bwana. Jifunze mtu wa Mungu, kabla hujafanya jambo muulize Mungu. Kabla hujaliendea jambo muulize Mungu. Sema na Mungu, mwambie Bwana, hiki ndicho Bwana nahitaji kufanya hivi. Ukiwa mtu wa kuuliza kwa Mungu hauwezi ukashindwa. Usitegemee uharibifu wa aina yoyote kukusogelea. Ukiwa mtu wa kuuliza kutoka kwa Mungu usitegemee kushindwa. Usitegemee, kwa sababu Mungu anataka akuongoze. Mungu anahitaji akusaidie. Lakini kwa nini Mungu anashindwa kuhusika katika maisha yako? Lakini kwa nini Mungu anashindwa kukuvusha? Kwa sababu haujatengeneza mahusiano mazuri. Tengeneza mahusiano mazuri kati yako wewe na Mungu, mahusiano ya kuzungumza, mahusiano ya kushirikishana vitu, mahusiano ya kuongea naye, ya kumpelekea jambo lake. Ndio maana anazungumza katika kitabu cha Isaya, anasema kwamba eleza haja yako upate kupewa haki yako. Mungu anahitaji ueleze haja yako ili aweze kukupa haki yako. Lakini watu wengi hatumwelezi Mungu mambo yetu, hatupeleki haja zetu kwa Mungu. Ndio maana tumekuwa tukifanya vitu havifanikiwi, tunafanya vitu vinakwama, tunafanya vitu haviendi, tunafanya vitu havizai faida, ni hasara na uharibifu mtupu. Lakini ni kwa sababu hatupeleki hoja za nguvu kwa Bwana, hatuelezi. Ndio maana mambo yetu hayafanikiwi. Hapa Mungu anakuja kujieleza vizuri katika kitabu cha Yeremia, baada ya kuona watu wanaharibikiwa, watu wanaangamia, watu mambo yao yaendi. Anakuja kuleta majibu kamili. Kwa nini hawa watu hawasogei, hawavuki? Ndipo analeta majibu ya kwamba hawa watu hawaulizi, na kwamba hawa watu hawajaendelea kwa sababu sio watu wa kuuliza kutoka kwangu. Laiti wangeniuliza ningewapatia direction. Anya nikwambie, kipindi Musa anawatoa wana wa Israeli Misri, anawapeleka Kanani, katika nchi ya ahadi, Mungu alipokuwa anataka wale wana wa Israeli wafike, kuna wakati Musa aliwaacha wana wa Israeli akawa anaenda kwa Bwana. Kwa nini Musa anaenda kwa Mungu? Anakwenda kwa Bwana kwa ajili ya kumuuliza, kupata maelekezo, information, taarifa, ili kwamba safari yake iweze kuendelea. Mungu akawaongoza wana wa Israeli kwa wingu lilipokuwa likitembea, na yenyewe safari yao ilikuwa inaendelea. Wingu lilipokuwa likisimama, safari yao ilikuwa inasimama. Walikuwa wanasubiria mwongozo wa Mungu katika maisha yao, mwongozo wa Mungu katika safari yao. Sasa watu wengi mambo yao yamekwama kwa sababu hawataki kuongozwa na Mungu, hawataki mwongozo wa kiroho wa kimungu katika maisha yao. Wanataka maisha kujiongoza, wanataka wajiongoze wenyewe kwa hisia, kwa akili zao. Lakini Biblia inasema nini juu ya mtu anayetegemea akili zake? Biblia inasema kwamba ategemea akili zake hatafanikiwa. Ngoja nikwambie, jifunze kumhusisha Mungu mambo yako. Jifunze kumshirikisha Mungu jambo lako. Jifunze kabla hujafanya jambo, mpelekee Mungu haja yako, mpelekee Mungu oni lako, ya kwamba Mungu, hili jambo nataka kulifanya. Muhusishe Mungu akupe njia. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndio ambayo Mungu anazungumza katika kitabu cha Mithali, ya kwamba kila njia, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini ni njia za uharibifu.
Kwa nini njia za uharibifu? Ni kwa sababu umetembea katika njia ambayo sio sahihi, sio njia ya kimungu. Umetembea katika njia yako, umetembea katika mawazo yako. Lakini nikualike ya kwamba usiku wa leo, badilisha mtazamo wako, badilisha fikira zako. Unapolala usiku wa leo, mwambie Mungu, nisaidie asubuhi ifikapo niamke nikiwa na ufahamu mpya na nguvu mpya na mtazamo mpya, na kuanzia leo nitaanza kukushirikisha mambo yangu, na utaona mambo yako yanabadilika, utaona vitu vyako vinabadilika. Mungu akubariki na Mungu akuinue, Mungu akupandishe na Mungu akusaidie. Ninaitwa Yusufu Daudi Chironi. Nikuombe usiache kufuatilia mafundisho yangu, nikuombe usiache kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu. Yatakusaidia na kukuimarisha na kukupandisha na kukuvusha mahali kwenda mahali fulani. Hivyo Mungu akubariki na Mungu akuinue. Nikutakie sasa maamuzi mema, nikutakie sasa kila njia njema katika maisha yako. Anza kujihusisha kumshirikisha Mungu. Mshirikishe Mungu, mambo yako utafanikiwa. Mungu akubariki.